ya sasa na kuendelea. Ni katika jina lako takatifu Yesu Kristo tusikie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu wote katika jina la Bwana. Ni asubuhi nzuri kabisa, njema kabisa ambayo Mungu ametupa watoto wake, na naamini wewe mwenyewe unaifurahia. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tutafungua Biblia zetu moja kwa moja, tunyoke kwenye kipindi chetu husika. Bwana wabariki. Fungua Biblia yako hapo ulipo. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari mdogo wa 17. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari mdogo wa 17. Baada ya hapo Mhubiri 12 mstari mdogo wa 13 hadi 14. Kisha tutaketi. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Mhubiri 12:13 hadi 14. Hii ndiyo jumla ya maneno yote, yamekwisha sikiwa. Mche Mungu, nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tuketi chini. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo tunaendelea na lile somo letu tulilokuwa nalo Jumapili iliyopita, linaloitwa heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ile tulikimbizana nao, dakika zilitutoroka kwa kuwa kabla ya kipindi kulikuwa na shukrani za hapa na pale, lakini hatukwenda mbali sana. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Bwana leo hii tunaweza tukajongea kidogo mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe uliyekuja mbele za Bwana, naamini unaombea yote kisiri siri. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema ya kwamba waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni mfalme heshima yake. Jina la Bwana libarikiwe. Waheshimuni watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu akisema tuwaheshimu watu wote, maana yake iwe ni Mkristo sio Mkristo, wewe kama Mkristo inatakiwa uwaheshimu wote. Pale panapotakiwa kutoa heshima yako, utoe heshima yako. Pale ambapo haitakiwi uonyeshe heshima, yawezekana ni shetani anataka kuleta dharau zake mahali fulani, wewe angalia neno linataka ufanye nini hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Maana sisi ni watoto wa Mungu, Roho wa Mungu yuko ndani yetu, na ikiwa Roho wa Mungu yuko ndani ya watoto wake, yeye huwaongoza ni wapi waonyeshe heshima zao na ni sehemu gani heshima zao hazitakiwi kuonyeshwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu akikuambia heshimu watu wote, heshimu kila mmoja, hapo ndani ya moyo wako kuna kitu fulani ambacho hakionekani.
Roho Mtakatifu mtu mwingine wa nje hawezi kumwona, ila wewe unaye ndani. Sasa hapo atakufunulia wapi utoe heshima, wapi uache kutoa heshima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naamini kabisa ya kwamba watoto wote wa Mungu chini ya jua, wote kwa kila sehemu. Ndio maana Mungu anasema tafuta Roho Mtakatifu ili akuongoze pema panapotakiwa. Yaani kitu chochote cha Mungu ambacho ungetakiwa kukifanya, Mungu anakuambia ili ufanye wema, jaza kwanza Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ili Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, yeye ndiye mwamuzi wa kukuamulia utende lipi, uache lipi, uheshimu lipi, usiheshimu lipi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama Roho Mtakatifu hayupo ndani, huwezi kuelewa au kujua ya kwamba hapa na heshimu kitu gani, hapa na mheshimu yupi, hapa ni mheshimu Mungu, hapa na mheshimu mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Unakuwa hauelewi la kufanya kwa sababu hii moja, Roho Mtakatifu hayuko ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu akikuambia waheshimu watu wote na wote watuko ndani, atakuongoza sehemu inayopaswa kuonyesha heshima yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kama shetani atakuambia sasa hivi ni siku fulani, nenda kafanye kafara fulani, hapo Roho Mtakatifu atakuambia hapo usionyeshe heshima yako. Wewe unatakiwa ukamtolee Mungu dhabihu yako. Kwa hiyo hapo usipaheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana sio kila sauti inayonena uisikilize na ufanyie kazi. Sauti ziko nyingi zinazonena, lakini wewe mtoto wa Mungu mwenye kitu fulani ndani, utajua kabisa ya kwamba kwa hii sauti iliyonena nami inatakiwa nifanye hivi ili kuonyesha heshima kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa hii sauti iliyonena na mimi sasa hivi sitakiwi kufanya hivi ili kuonyesha heshima kwa Bwana. Nikiitii hii sauti nitakuwa nimemvunjia Mungu heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako atakuongoza kwa yote. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika ujumbe wa heshima tutakimbizana na muda wetu. Kwa hiyo wewe unayeandika, kuwa standby kwa kila kitu. Ujumbe uliohubiriwa tarehe 15 mwezi ni wa 10 mwaka wa 61, mwaka wa 61. Jina la Bwana libarikiwe. Nani anasema aya 45 kwa kuanzia. Anasema nataka kuchukua somo hapo, somo toka hapo la heshima. Ukisoma hapa Daudi akimlilia Bwana, heshima ndiyo tunayowiwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ni jambo moja ambalo ningetaka kulishindilia ndani ya moyo wa kila mtu hapa usiku wa leo. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi kwetu leo hii ni asubuhi. Kwa hiyo Roho wa Mungu jukwaani madhabahuni, yeye anataka alizamishe kabisa ndani ya kilindi cha moyo wako ya kwamba Mungu anakudai wewe heshima. Mungu ananidai mimi heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii anasema ni kama vile Daudi alivyosema ya kwamba kila mmoja anadaiwa heshima. Kila mmoja Mungu anamdai heshima.
Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo heshima ujue ya kwamba ina sehemu kadha wa kadha. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati mwingine heshima hiyo Mungu anaidai kwako upande fulani. Saa zingine cha kwanza kabisa Mungu anataka kuheshimiwa yeye kama yeye Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Cha kwanza unatakiwa kuheshimu nani? Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu cha pili Mungu anataka waheshimu nani? Watu wake. Waheshimu watu wake. Waheshimu masihi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu yeye ni mtakatifu. Mungu kama Mungu. Huyo Mungu anadai kitu kinachoitwa nini? Heshima kwa mtoto wake. Sasa na wale ambao wamejiliwa na neno la Mungu na wamejazwa na Roho Mtakatifu, Mungu hawa anawaita nani? Masihi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo cha kwanza Mungu anahitaji wewe masihi wake umheshimu Mungu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukipata sehemu hiyo ya kumheshimu Mungu kama Mungu, heshima ya moja kwa moja kutoka kwa masihi wake hadi kwa mwenyewe Mungu yule ambaye ni safi mtakatifu kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya hapo kutoka kwa huyu masihi mbele, Mungu anasema na ninyi wenyewe masihi wadogo muwe mnaheshimiana wenyewe kwa wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kasema ukiacha sasa upande wa kwanza kwamba unatakiwa kumheshimu Mungu, pia unatakiwa kumheshimu ndugu yako, kumheshimu dada yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana maandiko yanakuambia waheshimuni watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa katika kuwaheshimu watu wote, hapo kwenye sehemu ya pili ujue jambo moja. Hapo unaweza ukawapata wale wanaoitwa watu wanadamu hao. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu na hao wao watiwa mafuta hao masihi wako humo. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo sasa ni namba moja. Wakati unatoa heshima zako, Mungu anakuambia wewe usichague uheshimu yupi uache yupi. Kasema heshimu watu wote. Kwa wakati mmoja ukimheshimu huyo mwingine anayeitwa mtu ambaye asiyeamini, hajapata kumfahamu Mungu, lakini wakati wewe umempenda, wewe umemheshimu, anaweza akamsoma Mungu ndani yako, akatoka kutoka yule binadamu wa kawaida ambaye hana Mungu ndani yake, ghafla akageuka akawa mwaminio, ukamvuta bila wewe kujua kwa heshima ile uliyomwonyeshea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa wakati mmoja unaweza ukafanya kazi mbili, lakini hiyo kazi mbili ikampa Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukimheshimu aliona anaitwa asiyeamini, na papo hapo ukamheshimu na yule aaminie. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo unaweza ukashangaa, wewe umefanya kazi mbili kwa wakati mmoja, umemwonyeshea asiyeamini Mungu wako, naye akatoka katika ile hali ya kutokuwa asiyeamini akaamini. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo heshima inazalisha mambo mengine mengi kwa wakati mmoja. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema ya kwamba na hiyo ni jambo moja ambalo ningetaka kulishindilia ndani ya moyo wa kila mtu hapa usiku wa leo, kwamba
katika mambo yote ambayo tunaona yakiendelea, yatubidi tuyaheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Kasema katika mambo yote ambayo tunaona yakiendelea, yatubidi tuyaheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ukiacha tena mengine upande wa kuwaheshimu watoto wa Mungu, sika kitu gani? Mungu anasema na mambo yote yanayoendelea kanisani au iwe wapi, yote yale ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kasema yatubidi tuyaheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukaacha kumheshimu mtoto wa Mungu, lakini kuna kazi anaifanya kwa Bwana, kuna mambo anayefanya kwa Bwana, na hiyo natuambia ya kwamba tunatakiwa tuheshimu na kazi hizo, tuheshimu na mambo hayo yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kasema na yatubidi tuyaheshimu. Na Daudi alisema kwamba walipokuwa watu wachache sana Waisraeli, pengine Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambaye alikuwa akizungumza habari zao, watu wachache sana, kwamba yeye alikemea mataifa na wafalme kwa ajili yao. Jina la Bwana libarikiwe. Umeona Mungu anavyoheshimu watoto wake. Ndio maana yeye anadai heshima kwako, kwa sababu yeye Mungu anakuheshimu kabisa kama sehemu yake. Na Biblia inasema wewe angalia, upande mwingine watoto wa Mungu ni wachache. Akachukua mfano, kasema angalia, pengine Ibrahimu alikuwa mmoja, basi akaongezeka na Isaka akawa wa pili, na akaongezeka tena Yakobo akawa wa tatu. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema watu wachache sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini angalia kilichotokea. Na yeye anasema yeye alikemea mataifa na wafalme kwa ajili ya hao wachache. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa niwaambie kabisa ya kwamba kumbe Mungu anapenda watoto wake, kumbe Mungu anaheshimu watoto wake. Kwa hiyo yeye Mungu anataka heshima kwa watoto wake mwenyewe. Wamheshimu Mungu moja kwa moja na waheshimu na Masihi wake mmoja kwa moja. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kasema yeye alikemea mataifa na wafalme kwa ajili yao, na ni wachache, sio wengi sana. Na hata ukiangalia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, fuatilia nyakati zote, watu wa Mungu walikuwa ni wachache. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia wakati wa Nuhu, waliookolewa ni wachache. Ukiangalia wakati wa Lutu, waliookolewa ni wachache. Kwa hiyo Mungu daima alikuwa na wachache, lakini hao wachache Mungu anasema msiwabugudhi, msiwachokoze, waheshimuni, pamoja na kwamba ni wachache. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu aliyakemea mataifa na wafalme, alisema msiwaguse Masihi wangu. Amen. Wala msiwadhuru nabii wangu. Nabii alikuja katika Mhubiri 12 aya 13, tumepisha kusoma. Jina la Bwana libarikiwe. Kasema aya 47, sehemu zingine tutarukaruka. Jumla ya maneno ni mcha Mungu, na basi huwezi kuwa na heshima mpaka uwe na kicho.
ya kubidi uwe na kichwa cha Mungu, sio kichwa cha mambo mengine. Kinachohitajika kwako ni kichwa cha Mungu, ni heshima ya Mungu, ni nidhamu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa hauna heshima ya Mungu ndani yako, kichwa cha Mungu ndani yako, jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukajitahidi siku ya kwanza kuonyesha heshima yako, siku ya pili kuonyesha heshima yako, siku ya tatu unaweza ukashangaa inaanza kumisimisi. Jina la Bwana libarikiwe. Maana wewe ulianza pasipo yeye mwenye hiyo heshima, wewe ulianza pasipo yeye mwenye ile nidhamu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana Mungu anatamani kwa chochote kile unachofanya katika nyumba ya Bwana, popote kasema wajaze Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye ujumbe, nabii anasema awaye yote, kuanzia mchungaji hadi shemasi hadi piga kinanda hadi washirika, wote wanatakiwa wafanyeje? Wajaze Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Mungu hataki ufanye kitu chake chochote bila yeye kukuongoza. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukihitaji hiyo heshima na haijatoka mbinguni, wewe siku ya kwanza unaweza ukafanya namna fulani, ya pili kidogo, ya tatu chenga. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Haujaanza na Bwana katika jambo hilo. Jambo lipi? Hiyo ya heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Na ili uweze kumheshimu Mungu, ili uweze kuheshimu watoto wa Mungu, inabidi Mungu mwenyewe ailete hiyo heshima ndani yako, alafu unaanza sasa kuitumia. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wanakosea sehemu hii moja. Wao wenye kuzitii zile sheria walikuwa wako vizuri, wenye kuzifuatilia sheria zote wako safi, lakini wao wenyewe wameziweka sheria za kwao mbele, za Mungu nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ndipo walipokosea. Lakini sisi leo hii Mungu anatuambia tusifanye hivyo. Jazeni kwanza Roho Mtakatifu, alafu hiyo heshima mnayohitaji mumfanyie Mungu, mumpatie Mungu, itapatikana. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii anasema kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Sasa hiyo haimaanishi kwamba unamwogopa yeye, bali hiyo humaanisha kwamba unampa heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii anasema ikiwa unamcha Mungu, kila kitendo cha kumpa Mungu uchaji wako, umekubali kumcha Mungu, anasema sio kwamba una hofu, unaogopa. Kasema sio hivyo. Hilo halimaanishi kwamba unaogopa yeye, bali hilo humaanisha kwamba unampa heshima na kicho. Na unapomheshimu Mungu, unamcha Mungu. Meona vinavyoendana, jinsi vinavyoendana. Kasema na unapomheshimu Mungu, unamcha Mungu. Kwa hiyo kumbe kumcha Mungu ndio ile chanzo cha hekima kupatikana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kasema unapomheshimu Mungu, unamcha Mungu. Unaogopa kwamba unaweza kumuudhi yeye kwa njia fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Unaogopa usije ukafanya makosa ungetaka kuyatenda.
na mheshimu mume wangu, na mheshimu mke wangu, na aliheshimu kanisa langu, na waheshimu watumishi wote wa Mungu. Kwa sababu gani? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu unamheshimu Mungu, kwa sababu unampenda Mungu. Unapomheshimu mume, unapomheshimu mke wako, unapoheshimu kanisa la Mungu, unapoheshimu watumishi wa Mungu, kwa sababu hii mmoja, unampenda Mungu ndani yako, unamcha Mungu. Kwa hiyo heshima hiyo unayoitoa kwa mama yako, kwa watoto wa Mungu, kwa watumishi wa Mungu, kumbe upande mwingine wa kwanza kabisa wa ndani unamheshimu Mungu, unampenda Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana ingelikuwa haumpendi Mungu, ungesema kwamba ya nini ni waheshimu hawa, si binadamu tu kama mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini cha ajabu, Mungu anadai hiyo heshima, kwanza kabisa kwake yeye, pili kwa watoto wake. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema ya kwamba na waheshimu watu, na waheshimu watu wa nchi. Naipata hiyo? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa jiulize, katika mji watu wameokoka, katika mji watu wamebatizwa, katika mji watu wamejazwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe mwenyewe uliye ndani ya huo mji uliambiwa na kutuma katikati ya nini? Ya nini? Mbwa mwitu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katikati ya mji, ndani ya mji wapo wote, waaminio wapo, Mungu anasema mche, wasioamini wapo, Mungu anasema kumcha, Mungu anasema waheshimu, wasioamini waheshimu, waaminio waheshimu, asioamini heshimu, ni mkubwa mheshimu, ni mdogo mheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unapoyatenda hayo, Mungu anakuambia usibague, waheshimu wote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kasema na waheshimu watu, na waheshimu watu wa mji, nisije nikatenda jambo baya ambalo litawafanya kufikiri kwamba sikuwa Mkristo. Amen. Na maana Mungu anakutaka wewe mwenyewe uheshimu kila mmoja. Kumbe ina sababu zake na kumbe ina maana yake. Maana yake unaambiwa nisije nikatenda jambo baya ambalo litawafanya kufikiri kwamba sikuwa Mkristo. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi ikifika hatua watu wanasema ya kwamba ikiwa fulani anaenda mbinguni, mimi nitaenda. Jina la Bwana libarikiwe. Ikifika hatua hiyo, ujue wewe kusoma wakaona Mungu kwako ni moja ya nne. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani wewe kutazama wakaona Mungu kwako ni robo, wala hata nusu haujafika. Ndio maana nasema kama yule Mungu anaenda mbinguni, kama yule dada anaenda mbinguni, mimi nitaenda. Tena nakuambia ili ujue kuwa naenda, hizo ni kejeli. Ili ujue kama naenda, siku ya kwenda mbinguni utanikuta mlangoni ndio naingia. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo kwa kutukana, maana yake kaangalia huyu mtu hata heshima ya kiungu haipo ndani yake. Sasa ikiwa haniheshimu mimi, Mungu yule ambaye hamoni anamheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika kukutazama watajumlisha
watazidisha, watagawanya, kisha watatoa na kupata majibu. Jina la Bwana libarikiwe. Watasema kwa hili, kwa lile, kwa lile lililofuata na hiki cha sasa, Mungu haipo, heshima ya kiungu haipo, na wanapata majibu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unaambiwa ya kwamba Ukristo sio hapa kanisani. Ukristo ni huko nje, mtaani, majumbani, kazini. Huko ndiko Ukristo husomwa, huko ndiko heshima ya kiungu husomwa, huko ndiko uchaji wa kiungu unasomwa, sio hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya Jumapili huwezi ukaelewa ya kwamba huyu ana heshima ya kiungu ndani yake, kwa sababu kutoka jioni Jumamosi, jina la Bwana libarikiwe, kuna kitu inaitwa sijui kufanyeje, tuni. Jina la Bwana libarikiwe. Tuni au seti. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu alishajiweka sawa kwamba kesho naenda kanisani, ninatakiwa niwe hivi, niwe vile, nitende hivi, hata nikiwa naingia kanisani niwe nafanya hivi, kwa sababu naenda mbele za Bwana ili nimwonyeshe Mungu heshima yangu. Kumbe haiko hivyo. Hiyo inakuwa umejiseti, umejituni kwa ajili ya Jumapili, na hiyo huishia hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu haliangalii hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kitu kizuri alafu ni kitabu liko hivi. Wewe unaonyeshaga heshima kwa watoto wa Mungu wale wanapotazama, alafu unasahau jambo moja. Hapa ni duniani yuko mtoto wa Mungu, wasioamini waaminio wao Mungu wamejaa. Hapa yuko Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Muda wote anamtazama mwema, anamtazama mbaya, anamtazama Mkristo, anamtazama asiyeamini, anamtazama aaminie, anamtazama kila mmoja anamtazama. Lakini sasa ukisema nitaonyesha heshima Jumapili, nitamwonyesha heshima mchungaji wangu Jumapili kwa sababu hii ananitazama. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni Jumapili hii moja, ila siku zingine zote Mungu amekutazama akaona heshima kwako ni nini? Ni roho. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sasa hata hiyo tatu ya ngapi utakaye ambao utakiwa uionyeshe huko nje. Jina la Bwana libarikiwe. Katika 100 ukiminus 1 maana yake huna yote ngapi? 99 jumlisha na 1 maana yake yote 100 huna. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anaidai heshima kuanzia nyumbani, kuanzia kazini kwako, mtaani, kila sehemu. Jina la Bwana libarikiwe. Sionyesha heshima pale ambapo mchungaji wako yule akuchungaja na kutazama ndio unaonyesha heshima hapo. Mungu hataki hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Kakuambia onyesha heshima kwa watu wa mji wote kama mtoto wa Mungu, wakusome kuwa ndiye au wakusome kuwa siye. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Petro alipokuwa duniani, yeye watu walimjua kuwa ni Mkristo safi, anamheshimu Mungu vizuri, kila kitu watu walikuwa wanamjua, watu wa nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Hadi yule mwanamke alipokamia vizuri, yaani kamkazia macho kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Akaona sasa haya maneno
za wezi, ili niaepe, ngoja sasa niondoke. Na alipoondoka wakasema, si mnaona hata kutembea kwake ni sawa na ya Yesu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jiulize, walimsomaga wapi? Kuna wanakusoma kukaa kwako, kuishi kwako, kunena kwako, yaani kila kitu wanakusoma na wewe usijue. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wao wanayatenda haya yote, wanakuona kuwa unamheshimu Mungu na wanakuona kuwa haumheshimu Mungu, wanakuona kuwa unampenda Mungu, wanakuona kuwa haumpendi Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu sasa kitu cha ajabu ambacho ni kidogo mno ila cha siri, matendo yako yanaongea kuliko maneno nayo yanena kwa kinywa chako. Wewe tenda pita, wewe tenda pita, wewe tenda pita, usiongee lolote wala usinene lolote, lakini baadaye habari zinajaa mtaani safi kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ikiwa ni mcha Mungu, ikiwa ni wa kumheshimu Mungu, watu wanakujua vizuri kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo watoto wa Mungu, wale wasio wa Mungu, wamsome Mungu ndani yako. Kuwa kuna kitu fulani cha ziada unacho ndani cha kumheshimu Mungu, cha kuheshimu watoto wa Mungu, cha kuheshimu wasioamini popote, kila sehemu. Jina la Bwana libarikiwe. Na wanapokutazama wanajua huyu ndiye, na wanajua huyu sio, wanajua huyu kaamini na wanajua huyu hajaamini, wanajua huyu anaye na wanajua huyu hanaye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, 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 amen. Amen. Unaona, yakubidi kama ya kuwa na heshima, yakubidi kuwa na kicho, na Mungu hudai hiyo. Yeye anadai heshima, Mungu anadai, yeye huidai. Nacho hicho ndicho kinachoileta, na nacho hicho ndicho kinachoileta. Na tunajua kwamba kichwa huleta heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Nacho kichwa ndicho kinachoileta, na tunajua kwamba kichwa huleta heshima. Sasa chukua kwa mfano mtu, yeye ni mkulima, pengine yeye huzaduka na hakuna anayemjali, lakini hebu na apate kazi katika jeshi la polisi, na ashuke aje barabarani, na kama polisi akiwa amevaa beji na nguo rasmi, ambapo pengine mtu fulani asingezungumza naye siku moja kabla. Jina la Bwana libarikiwe. Pale alipokuwa muuza duka, pale alipokuwa mkulima, alikosa kuheshimiwa kama mkulima, alikosa kuheshimiwa kama muuza duka, kwa kuwa anaonekana kama wa hali ya chini. Na mimi nasema angalia sasa, ngoja kiwango kibadilike, alafu utaona jinsi heshima itakavyokuwa inatolewa. Yule aliyenyimwa heshima jana, utashangaa atapewa heshima leo, kwa kuwa Mungu kamwongezea kiwango fulani kingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe alitakiwa apewe heshima yake jana, alipokuwa mkulima apewe heshima yake, alipokuwa muuza duka apewe heshima yake, alipokuwa mlima viazi apewe heshima yake. Yeye alikuwa kazi yake kufuga, apewe heshima yake kama mfugaji. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Mungu kakwambia heshimu watu wote wa nchi, heshimu kila mmoja. Yeye huyo sio mkulima, wala sio muuza duka, wala sio mfugaji. Heshimu kila mmoja, usomeke wewe, usomeke.
lazima tutafute wokovu wa huyo mtu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia sasa. Amen. Lakini hebu na apate kazi katika jeshi la polisi, na ashuke aje barabarani, yule aliyekuwa mkulima jana, yule aliyekuwa muuza duka jana, yule aliyekosa heshima jana, kasema angalia leo. Jina la Bwana libarikiwe. Na kama polisi akiwa amevaa begi na nguo rasmi, baba pengine mtu fulani asingezungumza naye siku moja kabla. Jambo wana uhaligani, unaona bwana, hiyo ni namna fulani ya hofu. Sasa ndio inaanza. Jana walimwona huyo Yohana wa kawaida tu na kumheshimu, kwa kuwa unajua ya kwamba ni mkulima, kwa kuwa unajua ya kwamba yeye ni muuza duka wa hali ya kawaida, au wengine kwa kwetu sisi wanaowaita labda machinga, maduka madogo yanayotembea. Jina la Bwana libarikiwe. Wanasema wale wenye mitaji midogo, kwa hiyo hawastahili kupewa heshima. Kwa hiyo utasalimiwa tu, wewe wana vipi huko? Bwana abariki. Wewe wana vipi huko? Heshima ndogo, heshima ndogo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nabii anasema sasa, angalia, ghafla mbingu apate cheo. Huyo aliyekosa jana heshima leo kasema angalia, utasikia jambo la Yohana uhaligani. Unaona mbona hiyo ni namna fulani ya hofu au woga au sawa, kwa sababu ya jambo hilo. Pengine achaguliwa kuwa meya wa jiji, au pengine Rais Kennedy angekuwa nami usiku wa leo. Tsunami inapopanda viwango. Jina la Bwana libarikiwe. Kasema wakati alipokuwa mkulima hakupewa heshima kama mkulima, lakini alipokuwa polisi alipewa heshima kubwa, kwa sababu sasa hivi amepanda kiwango, anastahili kupewa heshima. Na ungekuwa askari mdogo ungepigia na saluti, lakini sio askari. Hujui hata saluti inapigwaje. Unaweza ukapiga saluti mkono uko chini, kumbe saluti unapopiga na mkono uko umepiga hivi kidogo wewe juu, kuonyesha ya kwamba wewe hauko chini, uko juu, wewe mtu mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hujui unafanyaje? Haya, kanyanyuliwa leo. Jana ukumheshimu kama mkulima, leo utamheshimu, utamwonyeshia heshima yako. Nabii anasema angalia sasa, Rais Kennedy angekuwa nami usiku wa leo. Kama asingekuwa Rais Kennedy, vipi kama angekuwa mtu yule yule? Lakini hata hivyo awe mfanyakazi ambaye anafanya kazi katika Colgate chini hapa kwa $40 kwa juma, kwa juma. Unaona, angekuja apitie mjini hapa na hakuna mtu angelimjali. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mradi tu wanamjua ni miongoni mwa wafanyakazi makampuni fulani, watu watamwona tu wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Nakumbuka rafiki yangu mmoja, tumefanya naye kazi mahali fulani, kasema mimi katika jeuri, mimi jeuri, bosi simjali, meneja ni mwogope wa nini? Meneja mwenyewe ni mwajiriwa kama mimi, alafu ni heshimu meneja, ni heshimu walioko chini yake. Wao ni akina nani? Wakati wote tuko chini yao, si heshimu awaye yote. Kasema ni kweli kabisa, umewaza vizuri ila unakosea. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaanza kumshauri, nikamwambia kuna hatua hii, kuna hatua nyingine, kuna hatua fulani, na haya yote Mungu yatazama. Kwa hiyo angalia, Mungu asimtazame kwa jicho jingine. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sisi tusifike huko. Jina
la Bwana libarikiwe. Sisi ni watoto wa Mungu, tumeambiwa tuwaheshimu nani? Wote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, 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 amen. Kasema unaona, angekuja apitie nchini hapa na hakuna mtu angelimjali. Nani huyo? Anazungumzia rais nani? Kennedy, yule aliyekuwa mfanyakazi katika kampuni ya Colgate Sugu. Jina la Bwana libarikiwe. Hilo wanaoshirikiana naye, lakini kwa kuwa yeye ni rais wa Marekani anastahili heshima. Unaona? Sasa hapa ndipo ambapo tunafanya kosa letu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaona? Ugonjwa mdogo unapotupata, wakati maafa kidogo au matatizo kidogo yanapotupata mahali fulani nchiani, ndipo tunaanza kuanguka. Mwogofu mchanga, mtu fulani atamdhihaki aseme, naam, wewe hu chochote kile mtakatifu anayejibingirisha. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii anasema nikisikiaga jambo hili huwa najisikia vibaya. Maana mtu akikuita hivi, nabii anasema yaani ni kama kudharauliwa fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema huwa nachukia kusikia kitu hicho. Jina la Bwana libarikiwe. Naam, nachukia kuitwa mtakatifu anayejibingirisha. Unaona? Basi unaona hiyo shaka. Huo ndio wakati wa kusimama pale. Huo ndio wakati wa kumheshimu mjumbe. Huo ndio wakati wa kumpa Mungu utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Sehemu hiyo ambayo dharau hupatikana kwa wengine, wewe kama mtoto wa Mungu, sehemu hiyo ambayo dharau ipo, wewe onyesha hekima, wewe onyesha ucheshi, wewe onyesha kicho papo hapo hadi Mungu asomeke kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu tusaidie. Amen. Na rukaruka baadhi ili kuokoa muda wetu. Aya 53. Na ya ujumbe huu, na kwa kuwa Mungu ni Mungu anastahili heshima. Hiyo ni kweli, naye yatubidi kumheshimu yeye na kumpa yeye uchaji, nao huleta heshima. Umeona? Jina la Bwana libarikiwe. Naye yatubidi kumheshimu yeye na kumpa yeye uchaji, na huo huleta heshima. Mungu amedai jambo hilo kwa ajili yake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inasema hiyo heshima anayoidai Mungu kwako sio kwa ajili yako tu au kwa watoto wake tu. Yeye ameidai hiyo heshima kwa ajili yake yeye mwenyewe. Mungu anaidai kwako, kwa mtoto wake. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mungu asipopata kwa mtoto wake ataipata wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kasema Mungu amedai jambo hilo kwa ajili yake mwenyewe na kwa watumishi wake wote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kasema hiyo heshima Mungu huidai. Jina la Bwana libarikiwe. Kama tulianza pamoja, naamini utapata kidogo, utavuta kumbukumbu. Pale awali nilikuambia cha kwanza
Mungu anadai nini? Cha kwanza anadai heshima. Pale awali nilikwambia, baadaye nikasema cha pili, Mungu anadai heshima kwa watu wake, alafu kwa nani? Masihi wake, kama unakumbuka. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa angalia sasa, anasema amen. Mungu anadai heshima kwa ajili samani. Mungu anadai jambo hilo kwa ajili yake mwenyewe. Maana yake kama nani? Kama Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa watumishi wake wote. Jina la Bwana libarikiwe. Sio watumishi baadhi, kwa watumishi wake wote. Ndio maana Jumapili iliyopita nikakwambia, wakati unampa Mungu heshima au na heshimu watoto wa Mungu, usifanye kosa kama hili siku zote. Na angalia shetani asikutumie. Nikakwambia usifanye hivi wakati unapomtolea Mungu heshima zako. Usifanye hivi. Hii ni mbaya sana. Hii ni mbaya sana. Wakati unatoa heshima, unasema ninamheshimu Mungu. Yule ameenda mmoja kasema anaendai yeye mwenyewe kama Mungu, anaendai yeye heshima. Lakini ya kwanza waweza kusema namheshimu Mungu yeye mwenyewe 100%. Namheshimu nani? Mungu. Lakini upande wa pili anakuambia heshimu watu wake, watumishi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa